Hello Odulers, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Odu Tanzania. Mimi ni Mr. Odu na leo tutazungumzia stock interim received, stock interim delivered and stock valuation, how they affect your accounting in Odu. So let's jump in. So what are the stock interim accounts? Stock interim accounts, these accounts ambazo zinatusaidia kutrack a temporary value for goods moving in and goods moving out of stock. And we have two accounts, stock interim received and stock interim delivered. Stock interim received is for goods moving in and stock interim delivered is for goods moving out of stock. Ili tuweze kuelewana vizuri kuhusiana na stock interim accounts, let's use a simple scenario. Scenario number 1, tumenunua mzigo na huo mzigo ni stockable item. Hapa tutatumia stock interim received kwa kuwa we expect to receive some item. Pia hapa kwenye hii scenario tuna use case mbili. Use case number 1, tumepokea mzigo pasipo kuissue bill. Use case number 2, hatujapokea mzigo lakini tumeissue bill. Hizi zote use case zina impact kubwa kwenye upande wetu wa financial reports zetu. Tuanze na use case number 1. Tumepokea mzigo lakini hatujaissue bill. Kama tulivyosema awali, account inayotumika hapa ni stock interim received. Hebu tuichambue hatua kwa hatua kwenye hii use case kitakachotokea kwenye account. Kwenye hii use case, the system will create a journal entry to credit stock interim received na kudebit stock valuation account. Let's assume tulianza na zero balance both stock interim received and stock valuation. Stock valuation is our stock asset. So kwa kuwa system ilitengeneza journal entry ya kucredit stock interim received na kudebit stock valuation, tukienda kwenye upande wetu wa report tutaona kwamba kwenye balance sheet inaonyesha stock interim received account imekuwa negative ya ile value ya ule mzigo, na kwenye upande wa stock valuation as asset imeongezeka ile value ya ule mzigo. Tutaoffset vipi hii negative value iliyopo kwenye stock interim received ambayo inaonekana pale kwenye balance sheet report yetu? Kumbuka kwenye hii use case tumepokea mzigo lakini hatujaissue bill. So pindi tuna issue bill, system automatically will create a journal entry ya kudebit stock interim received na kucredit account payable. So negative value and positive value kwa wakati huu zikikutana, maana yake tuna write off the negative value. So stock interim received itakuwa zero balance. Uje kwenye scenario yetu namba 2. Scenario yetu namba 2 ni kwenye kuuza goods. Account inayotumika hapa ni stock interim delivered, moving out of stock. Same hapa tuna use case mbili. Use case number 1, tumedeliver out lakini hatujaissue customer invoice. Scenario number 2, hatuja deliver out lakini tumeissue customer invoice. Hebu tuchambue hatua kwa hatua nini kinachotokea kwenye hii account. Tuanze na use case number 1. Tumedeliver mzigo wetu kwa mteja lakini hatujaissue customer invoice. Kwenye hii use case yetu namba 1 itakuwa ni kinyume cha use case namba 1 kwenye upande wa purchase. Hapa system itatengeneza a journal entry ambayo ita credit stock valuation account na kudebit stock interim delivered. Maanisha hivi, stock valuation account itakuwa na negative value ya ule mzigo unaotoka
and stock interim delivered itakuwa na positive value ya ule mzigo unaotoka. Once umetengeneza a customer invoice, kitakachotokea ni kwamba stock interim delivered itakuwa credited na ile value na kuwa debited kwenye upande wa account receivable kwa ile value. So mpaka hapo tutakuwa tume offset ile value iliyopo kwenye upande wa stock interim delivered na kurudi kuwa zero balance. Why are these account used? Ni kuensure kwamba stock movement yako they are properly reflected kwenye financial report zetu. Na kama ulikuwa unashangaa kwa nini stock movement zako zinakuwa na big impact kwenye model accounting, basi sasa unajua. So thanks for watching, like and comment. Na kama unataka video kama hii, mimi Mr. Odu nipo hapa kuifanya Odu kuwa rahisi kwa ajili yako.